Kama mtu ameinherit shamba na hana title, anaweza uzia mwingine from the original title ya mzazi kama bado haja transfer kwa jina yake. My name's Njogu. So sasa wadau iko hivi. Hakuna vienye legally utaweza kutransfer title deed ambao ni mother title inasoma jina ya mzazi na wewe unasema umeinherit na sasa bado kutransfer hiyo kwa jina yako. Hiyo legally haitawezekana, lakini obvious kwa ground maneno ni tofauti. Ukipata mtu ambaye si follower jo surveyor ama ni mtu hataki kufuata due diligence, utakuta atalipa, atakupea pesa na atanunua. Lakini sasa kitamlamba wakati ataenda kujaribu kuprocess title deed. Juu haitawezekana, itabidi mwenye amenunua lazima account, lazima atakuwa na shida kwa sababu nini? Hiyo shamba haitakuwa yake, then hatapata, itakuwa ngumu sana kupata title deed mpaka apasu succession. Na sasa akipasu succession inafaa kuwa ya the landowner, mwenye shamba. Sasa wewe mwenye amenunua atakuja kugaramika bei zingine za wenye shamba. Juu wenye shamba najua sasa hamko interested na juu mshapewa pesa, mshasonga. So hiyo ndio maneno. Alafu ambapo tunasema nimeinherit shamba. Kuinherit shamba, kuna hiyo yes kwa mdomo umeambiwa hii shamba nimekugawia, kwa unalima kutoka hapa kona mpaka kona, but the legal process ya kuinherit shamba ni kupasu kitu inaitwa lazima title deed ihamishwe kwa jina yako. Kama mzazi yako hai akikutransferia, kumbuka lazima mlipe 4% stamp duty. Lakini kama hako hai, sasa hapo ndipo kwa chief unaambiwa ushtaki kifo. Na sasa ukishtaki kifo, ile ndio succession itafanywa 6 months ili shamba itoke kutoka mzazi sasa ikuje kwa wale watoto wake. So hiyo ndio ujumbe. Alafu ebu ni wajanjerushe. Sasa iko hivi, we landowner, we mwenye shamba, si unasema inherit shamba. Kama mzazi yako, pasu land transfer. Kama mzazi hayuko, pasu succession. Wakati umepasu succession, inakusaidianga nini? Ikikuja kunegotiate hiyo shamba, unaweza at least kuiprice value ambayo imefika bei. Hiyo cost zote zenye utagaramika za kusubdivide na kusubdivide ama succession, hizo zote ujue pale bei yako utaweza wakati unapouza utakuwa umeweka hizo pesa, utaweza kujirudisha wakati unauza. Again, mwenye shamba kumbuka, kama in this process, kama unasema title deed bado iko kwa mother title, iko kwa mzazi, na unasema hii shamba ni yako, ujue ukiuza shamba ni watu unabembeleza. Lakini kama ukiprocess upate title deed, itakuwa rahisi sana. Sasa utaonyeshana land, uko na shamba yako, iko na land search, uko na beacon certificate yenye imeconfirmiwa na geographical coordinates. So hata wenye wananunua utakuwa na variety, hautakuwa ukistruggle, utakuwa ushaambia broker yako mwenye nauza shamba yangu ndio hii bei. Kama hauna hiyo bei, hata msiwasiliane na mimi. So that is the smartness ya kupata hizo legal document ambapo unauza shamba. So at least leo nimekuwa kila wakati najua kwa comment section mnaniambianga huwa niko nasaidia the land buyer. Sasa leo nimekuja kukuambia landowner chenye unaweza fanya. So hapa ni Njogu Surveyors Office. Civic education ni muhimu. Pata namba yangu, you can always call me na kunipigia simu. Hiyo ni consultation which calls for consultation fee. Ni kweli. Juu wadau hapa TikTok ni civic education, 1-on-1 is consultation. Thank you.